Uganda Kenya ero subai. It's another beautiful good day, and it's a beautiful good morning, the most spectacular, sensational, magnificent, beautiful good morning. And this is the most reputable premium Serengeti podcast, Serengeti Shall Never Die, in a collab with our official sponsor, PICC, PUB International Conference Center, where Africa meets the world. Bana, imekuwa asubuhi njema sana, and we hosting the most prominent officers from TAWA. TAWA stands for Tanzania Wildlife Management Authority, here in Tanzania. But together with me, the main host, Chacha, the ambassador guide. Nitakuwa na mwenzangu Beni Sanga. Beni Sanga, salimia wa Afrika bwana. Hello, jambo. This is Serengeti Podcast. And we are at PICC, PUB International Conference Center, where Africa meets the world. Bwana, tunakuja na wazo la Serengeti Podcast specifically kabisa kuzungumzia masuala ya uhifadhi na masuala ya utalii kitaaluma kabisa. Kwa hiyo tutakuwa tunawaletea wachambuzi, the most prominent figures, ambao watakuja kuzungumzia taaluma ya uhifadhi, lakini pia taaluma ya utalii. Tutazungumza mambo mengi sana yanayohusiana na taaluma ya utalii. Na hapa leo tunawaletea the most prominent officers from TAWA, kama nilivyosema, Tanzania Wildlife Management Authority. Na leo tumevamia, ni surprise kubwa sana. Kama unavyoona mbele yangu niko na mgeni wetu bibi, niseme B, kule nasema bibi nyama wahifadhi hawa, wahifadhi hawa. Kwa hiyo ni conservation officers, niko na Jehovanes Sarakikia, lakini pia tuko na mhifadhi conservation officer ambaye ni Rahel Nkuni. Raheli Huni. Si ndio inavyotajwa Raheli? Raheli Huni, kwa wale ambao wanatoka Singida kama sikosei, wamenielewa vizuri sana. Kwa hiyo tuko na officer mkubwa sana ambaye anakuja kuchambua, kuelimisha na kuhabarisha masuala ya uhifadhi kutoka TAWA, Tanzania Wildlife Management Authority. Karibuni sana Raheli pamoja na Jehovanes Sarakikia. Tunashukuru sana. Mnatunyima nini huko TAWA? Naona mmetuletea vitu vingi sana. Huko tunahifadhi tu wanyamapori. Ndio. Tunahifadhi. Ndio. Ndio tunachokosa labda. Safi sana. Na hebu tufafanulie kidogo, Raheli Huni pamoja na Jehovanes Sarakikia, wahifadhi wakubwa kabisa kutoka TAWA. Hivi mwananchi wa kawaida, Mtanzania, Mwafrika, hata ambaye si Mwafrika, kutoka nje ya Afrika, akisikia neno TAWA anaelewa nini? Kwa sababu inafanana na ile TAWA kama mnara hivi. Sasa labda mtufafanulie TAWA ni kitu gani, na dhumuni na jukumu lake ni nini katika masuala ya uhifadhi? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema TAWA tunamaanisha ni kifupisho cha maneno ya Kiingereza ambao kirefu chake inakuwa ni Tanzania Wildlife Management Authority. Lakini kwa Kiswahili ndio hiyo inaitwa Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania. Na ni taasisi ambayo ni taasisi ya kihifadhi ambayo inasimamia rasilimali ya wanyamapori na mazingira katika maeneo yote yaliyoko nje ya TANAPA na Ngorongoro. Kwa maeneo yote ambayo yanayoangukia nje ya Ngorongoro na TANAPA ndio TAWA inaweza kusimamia. Kwa hiyo hapo utakutana na maeneo ya hifadhi kama mapori ya akiba, kuna mapori tengefu, kuna mapori ya wazi, kuna maeneo ya ardhi oevu kama Lake Natron, tuna WMAs ambazo ni hifadhi za jumuiya za hifadhi za wanyamapori. Kwa maeneo yote hayo na maeneo yote ambayo yako nje, kuna saa nyingine kuna vijiji pia ambako rasilimali ya wanyamapori iko huko, ndio TAWA inasimamia ulinzi wake wa hiyo rasilimali ya wanyamapori na hayo mazingira. Na TAWA ina majukumu katika sasa kurahisisha hiyo kazi ya ulinzi wa hiyo rasilimali. Ina vitengo vingi na majukumu mengi katika kuhakikisha kwamba hiyo kazi ya uhifadhi wa hiyo rasilimali unakuwepo.
Kwa hiyo vinategemeana. Kwa hiyo kule tuna vitengo vingi. Kwa mfano, tuna kitengo cha ujirani mwema, ambacho kitengo hicho cha ujirani mwema kinaielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuhifadhi nini hiyo rasilimali ya wanyamapori na mazingira, ili iendelee kuwepo kwenye mazingira na kuepuka vitendo vile vinavyoweza kuhatarisha uwepo wao. Lakini tuna kitengo cha udhibiti wa wanyama wakali na waharibifu, ni mfano wa vitengo ambavyo vipo. Kwa hiyo kitengo hicho hususani kwenye maeneo ambayo yanaathiriwa na changamoto labda wanyama wakali na waharibifu, tatizo likitokea, kitengo hicho kina react kwenye hilo jambo ili kuweza kuokoa janga lisiweze kutokea kwenye maeneo ya hifadhi. Lakini tuna kitengo cha matumizi endelevu ya wanyamapori, ambacho hicho serikali imemwezesha mwananchi aweze kunufaika na uhifadhi huu wa wanyamapori. Sasa ndani ya hicho kitengo tuna vitengo kama kuna kitengo cha utalii wa picha, ambacho mtu anatoka eneo anakwenda kufurahia maisha kwenye maeneo yetu kama Makuyuni. Tunayo eneo la Makuyuni pale, anaenda kuangalia wanyama, mandhari nzuri ya maeneo pale. Anaenda Lake Natron au kwingine kote kwenye kanda ya kaskazini. Na TAWA yote yani kwa ujumla. Kwa hiyo maeneo hayo watu wanaenda. Kitengo hicho pia utakutana na uwindaji wa kitalii. Kwa hiyo wageni kutoka nje ya nchi wanakuja na winda wanyama, wanalipa hivyo. Kuna mambo ya mashamba ya wanyamapori, kuna uwindaji wa wenyeji, kuna uanzishwaji wa bucha za nyama pori. Kwa hiyo hicho ndio kitengo cha matumizi endelevu, ambacho sasa kuna kitengo sasa cha nyara, ambao tuko na mtaalamu yuko hapa ambaye ataweza kutupitisha vizuri sana kwamba kwenye duka la nyara tuna nini. Kwa hiyo hicho kitengo cha matumizi endelevu ya wanyamapori ndio kinaangusha sasa kitengo hicho cha duka la nyara, ambacho leo tuko kwenu. Mnaona kama hizo nyara zilizo mbele yenu hapo, tuna hiyo ngozi ya chui, tuna hayo mafuvu na vitu vingine ambavyo vinaonekana hapa mbele yenu. Hii yote ni juhudi ya serikali chini ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ameweza sasa kuona kwamba wananchi wanapenda labda kuweka hivi vifaa kwenye hizi nyara kwenye maeneo yao. Kwa hiyo na vitu hizi nyara huwezi ukazimiliki pasipokuwa na nini na sheria, pasipokuwa na sheria. Kwa hiyo serikali ikaona kupitia TAWA, ambao TAWA ndio pekee inafanya vitu kama hivi, iko unique. Kwa hiyo mwananchi sasa akiona nyara kama hiyo ya ngozi ya chui, anaweza akaja kwenye duka letu la nyara kule Njiro akanunua, akaweza kuweka kwenye nyumba yake kwa ajili ya mapambo au kwa ajili ya kujifurahisha. Au anaweza akachukua hata kwa mfano fuvu hilo akalitengenezea muonekano wake anaoweza kutengeneza. Hata unaona kuna ile jino la unaweza ukaweka chochote kile, unaweza ukafanya ukaweka nyumbani kwako. Kwa hiyo hayo ni vitengo ambavyo viko chini ya TAWA vinavyo sasa hakikisha kwamba rasilimali ya wanyamapori inaendelea kuhifadhiwa kwenye maeneo yake kwa ajili ya faida ya serikali na wananchi waliopo, kwa faida ya kizazi cha sasa na kile kijacho. Kwa hiyo TAWA inajishughulisha inafanya kazi. Mtazamaji wetu, tumemsikia vizuri sana Rahel Nkui ambaye ni afisa uhifadhi kutoka TAWA kanda ya kaskazini. Ziko kanda takriban 7, atakwenda pia kutupatia orodha ili tuweze kuzijua, lakini yeye zaidi anawakilisha kanda ya kaskazini, na hapa tukimaanisha Arusha, Kilimanjaro na kwingine. Tunafurahi sana, umetupa maelezo ya kiutaalam sana. Kama tulivyosema, hii ni platform ya wataalam na wewe ni mtaalam kweli. Kwa namna ulivyokuwa unatiririka nilikuwa nakusikiliza, tutabidi tutafute kipindi kingine au vingine ili tuweze kupata, tutaongeza hata muda. Tulikuwa na dakika 45 lakini tukaenda masaa 2 au 3. Bwana, kwa haraka tu watazamaji, community yetu kupitia platform hii ya The Premium Serengeti Podcast, ni upendeleo wa hali ya juu sana hawa wahifadhi wametuletea hawa maofisa kutoka TAWA.
Mara nyingi mimi wanawasikia maredioni na kwenye vyombo vingine vya habari, sijawahi kuona wakienda na hivi vitu, lakini wamesema Chacha bwana, tutaleta vitu vingi sana kwa upendeleo wa platform yetu au platform yenu, ili watu waweze kujionea. Kwa hiyo hapo baadaye watatutajia kimoja kimoja, kwa sababu tunajua kwa upande wenu hapa mnaona maruerue kwamba huyu ni nani na huyu ni nani. Kwa hiyo baadaye watatutembeza kidogo tuweze kuelewa zaidi wamekuja na nani na nani. Kwa hiyo kwa kifupi sana leo nimekuja kimila, kijadi. Unajua Raheli, labda pia Ben Sanga, uhifadhi haujaanza tu juzi au baada ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA kuwa established au kuanzishwa. Uhifadhi ulianza zamani, enzi na enzi za mababu zetu, zaidi ya miaka 100,800 iliyopita. Na unavyoniona mimi ni muhifadhi, nimetokelezea uhifadhi wa kijamii. Mimi ni Olmurani, lakini hii mara nyingi wanatumia wale tunasema Malaigwanani. Kuna namna fulani walikuwa wakifanya uhifadhi kwa njia za kijadi, si ndio jamani? Kwa hiyo pia tupende appreciate wahifadhi wa kijadi ambao tumemsikia muhifadhi Raheli Nkuni akisema kwamba kuna vitengo mbalimbali ikiwemo kitengo cha ujirani mwema. Ujirani mwema maana yake wanashirikisha traditions, wanashirikisha wananchi katika kuhakikisha kwamba uhifadhi unakwenda mbele kama ulivyokuwa enzi za nyuma, miaka ya nyuma, na tulipoukuta na huku tunakokwenda, si ndio? Asante sana bwana. Hii ni the premium podcast, Serengeti Podcast, chini ya usimamizi mkubwa kabisa na udhamini wa official sponsor wetu ambaye ni PICC, Papu International Conference Center, where Africa meets the world. Beni, kwako. Mimi kuna kipande kidogo amekiongea kimenivutia sana. Ndio. Sasa cha ushirikishaji wa jamii, namna gani wanaweza wakatunza rasilimali ambazo ziko karibu yao. Sidhani kama sasa hivi kuna kiasi kikubwa sana cha majangili au watu wanaofanya ujangili na shughuli kama hizo. Nataka kufahamu kwa japo kwa uchache, hiki kitengo chenu mpaka sasa kimeweza kufanikiwa namna gani kuielimisha hii jamii kuweza kuhifadhi na kupenda, na hata kama inatamani kwa namna moja ama nyingine kujihusisha na hiki kitu, wanapata elimu ya kutosha, kwa sababu na binafsi tunadhani elimu ndo mkombozi wa kwanza kabla ya yote. Na Raheli, juu ya hilo, kwa sababu unajua tulikuwa na elimu ya jadi ya uhifadhi. Sasa hivi mambo yamebadilika, watu wanakwenda shule, wanakwenda vyuo. Kwa hiyo tungependa kujua shift au transformation kutoka kwenye kuchanganya elimu ya jadi na kuchanganya elimu ya shule ambayo tumekwenda. Tuelezee hapo kidogo, tumefanikiwa kiasi gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kama nilivyosema kwamba tuna kitengo cha outreach ambao ni ujirani mwema. Ndio. Ujirani mwema ni kitengo ambacho kinafanya uhifadhi shirikishi na jamii. Tunafanyaje uhifadhi shirikishi na jamii? Ni kwamba kwenye uhifadhi mbinu zote zinafanya nini? Zinatumika. Kwa hiyo lakini pamoja na mbinu zote zinavyotumika, kuhifadhi kwa kushirikisha jamii pia ni mojawapo. Kwa hiyo tunaishirikishaje jamii? Jamii tunaishirikisha kwa kuielezea umuhimu wa kuhifadhi rasilimali ya wanyamapori na mazingira kwenye maeneo yao. Na hii elimu tunaifanya katika taasisi za elimu na kwenye vijiji, hususani kabisa wale watu ambao wanaishi karibu na maeneo ya hifadhi. Lakini sio vijijini tu, hata huku mjini. Ndio maana unakuta wakati mwingine tunatembea kwenye maeneo ya huku mjini, tunatoa elimu maredioni ili wa mjini pia wasikie. Lakini pia tunatembea hata mashule yaliyoko mjini. Kwa hiyo kwenye ngazi za taasisi za shule tunaanzia elimu kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu. Na ili tuweze kumvuna mwananchi vizuri, tumshirikishe na yeye awe balozi. Kwenye ngazi za taasisi tunaenda zaidi mbali. Tukifika kule shuleni tunatengeneza clubs za mazingira ambayo inaitwa TAWA Mali Hai Clubs. Kwa hiyo tukifika kule shuleni
tunamuelimisha kwanza, tunawaelimisha, tunaenda shuleni, tunajua wanajifunza mambo ya mazingira, lakini pale tunaenda sasa kuwa motivate, yani kama tunawakumbusha, tunawainua kwamba jamani, kuna umuhimu wa kutunza wanyamapori. Ukitunza mazingira umemtunza mnyamapori, ukiotesha mti umeboresha makazi ya wanyamapori, unavutia watalii wengi wanakuja kwa sababu wanyama wako salama, wanapata chakula, hakuna mabadiliko ya tabia ya nchi, ukame haupo, kunakuwa na mvua za kutosha. Kwa hiyo tunawahamasisha hivyo. Baada ya kuhamasisha, tunatengeneza klabu shuleni, ambazo zile klabu sasa tunawaelimisha kwamba kuna athari katika kufanya vitendo viovu vinavyohatarisha usalama wa mnyamapori na mazingira. Kwa mfano, tunawaambia ukifanya ujangiri, ukimfanyia ujangiri mnyamapori, unaweza wakatoweka baada ya muda, kwa sababu wanaowinda kule hawindi kitaalamu, na serikali imetoa fursa ya wewe kumwinda yule mnyama kisheria. Lakini wewe huendi kisheria, unavuna tu. Kwa hiyo huwezi kujua idadi ya wanyama ambao wako kule, pengine wako kwenye hali ya kutoweka, lakini kwa sababu wewe unaenda kwa kuiba na hatujui unawinda kiasi gani, kwa sababu hauwindi kitaalamu, baada ya muda wanyama wanafanya nini? Wanatoweka. Kwa hiyo tunamwambia mwanafunzi kwamba ukifanya ujangiri unasababisha wanyama wanatoweka. Baada ya muda hatutaona wageni wa kitalii wakija huku, hatutapata fedha ya kigeni, ambayo hiyo fedha ya kigeni ni pato inaingia katika nchi, inaweza support huduma za kijamii. Tutakosa majengo ya shule, tutakosa mazahanati, tutakosa hivi. Kwa hiyo tunamuelimisha, baadaye wakishaelewa, kwa hiyo tunawaungia zile klabu, tunawapa majukumu ya kufanya, tunawaambia otesheni miche ya miti, tunawaambia anzisheni bustani za mboga, tunawaambia fugeni nyuki kulingana na mazingira. Tunawapa elimu ambayo inaweza ikawasaidia wao kujipatia kipato chao, hata wakitoka shuleni wasitegemee rasilimali ya wanyamapori. Kwa sababu ukimwezesha mtoto ameweza kuotesha miche ya matunda, anaweza akauza, lakini pia anapata chakula. Akiweza kutengeneza bustani za mboga anaweza kuuza, lakini pia anakula. Kwanza ameshajua ujangiri ni hatari kwa wanyamapori, lakini kukata miti pia ni hatari, kwa sababu tunaweza tukaleta ukame. Si tu kumwangamiza mnyamapori, lakini hata mimi nitajiangamiza maisha yangu, hatukutakuwa na chakula. Kwa hiyo tunawa-engage hivyo jamii. Na kwa sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa sana, kwa sababu jamii imeelimika, imeelewa umuhimu wa kutunza hawa wanyamapori. Imeshaelewa. Ndio maana wana uwezo, hata wakati mwingine wanaweza kumbainisha mtu ambaye anafanya vitendo vya uovu kwenye maeneo yao kupitia jamii. Lakini sasa pia kwenye ujirani mwema tumeenda mbali, kule kwenye maeneo ya hifadhi ambayo shughuli za utalii zinafanyika. Kuna mgao unakwenda kule kwenye kijiji ambacho kinafanya ile shughuli, kwa napata mgao wa fedha. Ukishapata mgao wa fedha kule, wanaamua wenyewe, fedha inaingia kwenye uongozi wa kijiji, wanajadiliana wenyewe, tuna vipaumbele gani vya kuweza kufanya. Wanaamua, labda nasema hatuna shule, hatuna zahanati, hatuna hiki. Fedha ya mnyamapori inashuka moja kwa moja. Kwa tayari wameshirikishwa, wanajua kwamba kumbe sisi tukihifadhi wanyamapori tunapata fedha, na fedha hiyo tunapata mgao, tunaupeleka kwenye mahitaji yetu ya kijamii, tunajengea mashule, lakini watoto wetu pia wanasoma, wanapata ajira, kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo kitengo cha ujirani mwema kimeweza kupitia TAWA, tumeweza kushirikisha jamii namna hiyo. Kutokana na hayo, ndio maana hata changamoto labda za wanyama wakali na haribifu, hata unakuta sasa hivi athari zile za migongano mikubwa ya wanyamapori zinapungua, kwa sababu wameshapata elimu kwamba huyu ni mnyama wetu. Kwa hiyo lazima akitokea katika eneo tufanye hivi, labda tumkwepe, tutoe taarifa, tusipambane naye, kwa sababu anatakiwa aishi na sisi tufanye nini? Tuishi, tuendelee kupata faida yake. Tunategemeana. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana Mhifadhi Rahel Nkuni kwa maelezo mazuri sana. Tumekuachia platform, tumekuachia meza, ujiachie kabisa, kwa sababu lengo la hii platform ya The Premium Serengeti Podcast, Serengeti shall never die. Kama tunasema shall never die, hapa tumaanishi Serengeti peke yake, tunamaanisha maeneo yote ambayo pia yanasimamiwa na hawa wahifadhi kutoka TAWA, Tanzania Wildlife Management Authority. Umeongea vizuri sana. Niseme tu kitu kimoja kwa kuongezea hapo kabla tujaenda kwa Mhifadhi Jehovanes Tarakikia. Uhifadhi ni kazi
yetu sote, kwa sababu ni injili ambayo ilitengenezwa na Mungu. Kabla ya sisi kuumbwa alitengeneza bustani ya Edeni, na ile bustani ya Edeni ndio haya mahifadhi tulionayo. Kwa hiyo tukiziharibu zile bustani, tukaua wanyama wakaisha, tukakata miti likabakia jangwa, tunajipa laana sisi wenyewe. Tupende mazingira, tupende uhifadhi, tuwapende wanyama, tuache ujangili, tuache roho mbaya ya kuua wanyama ambao tulipewa na Mungu tuishi nao. Mazingira yetu ni pamoja na wanyama wa porini, ni pamoja na uhifadhi wa porini. Tukiwamaliza, tukiharibu, tunajilaani, tunajipa laana sisi wenyewe. Tuko pamoja. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa maelezo yako mazuri sana ambayo umetoa kwa undani zaidi. Wengi wetu au wengi wenu tulikuwa hatujui umuhimu wa uhifadhi, lakini sasa tunajua. Unapopata maji ya kunywa, maji safi, ni kutokana na uhifadhi. Unapopata kilimo bora, matunda, chakula, kila kitu, ni kutokana na uhifadhi. Bila uhifadhi, hali ya hewa nzuri, asante sana Beni, hali ya hewa nzuri, oksijeni safi kabisa, ni kwa sababu ya uhifadhi. Kwa hiyo usikate mti ukafikiri kwamba unafanya maendeleo ya kujenga majumba na magorofa, kwamba ule mti hauna faida. Una faida kubwa sana. Utafika mahali utaanza kusuffocate, utapata makansa, tutapata natural catastrophe, natural calamities, ambazo ni majanga ya asili, kwa sababu tunadhani uhifadhi sio kazi yetu. Uhifadhi ni kazi yetu sote. Mhifadhi Jehovanes Sarakikia, tunatamani tusikie sauti yako. Asante sana. Na watazamaji, community wetu, familia yetu inatamani kusikia sauti yako. Okay. Hebu kwa haraka haraka tupitishe tuelewe. Hivi unaposikia government trophy, nyara za serikali, hasa kitengo ambacho unakisimamia, waambie Watanzania na Waafrika na watu wote, government trophy, nyara za serikali ni kitu gani? Maana kunasikia wakati mwingine unasikia umetekwa nyara, au wewe unamiliki nyara kinyume cha sheria. Sasa tuambie nyara ni nini? Sawa sawa. Karibu sana. Nashukuru sana Mr. Chacha. Ndio. Ya tunavyozungumzia swala la nyara, ndio tunamaanisha kwamba ni mnyama hai, ndio, au basi imetokea amekufa, okay, au sehemu yoyote ya mnyama pori. Tunamaanisha kucha, ngozi, manyoya. Naweza kusema manyoya ni ya nini? Manyoya ya mbuni, kila kitu, nyama, mifupa, kila kitu. Yaani kitu, sehemu yoyote ile ya mnyama pori, basi tunasema kwamba ni nyara. Ndio. Maana na imani kwamba Watanzania tunaelewa. Ndio. Tunajua hao ni wanyama wa nyumbani na hao ni wanyama wa porini. Yes, kwa hiyo sehemu yoyote ile ya mnyama pori, ikiwa ni sehemu yake, akiwa ni hai au pia amekufa ukakuta mzoga pale, ile bado ni nyara ya mnyama pori. Yes. Iache pale. Mimi nikikutana na swala hapo amekufa nyumbani kwangu, nikamchukua, hiyo bado inakuwa ni nyara ya serikali? Ni nyara ya serikali. Amekufa lakini? Yes, ni nyara ya serikali kwa sababu kutoka kwa yule mnyama akiwa amekufa, tuseme ni uzee. Yes. Ni mzee, muda wake wa kuishi umefika, amekufa. Akiwa amekufa, tuna uwezo wa kupata ile ngozi kama unavyoiona hapo. Tuna uwezo wa kupata lile fuvu kama unavyoliona, fuvu la swala hapa ambaye ni impala. Tuna uwezo wa kupata hata ile mifupa. Kuna mtu anahitaji mfupa kwa ajili ya kwenda kufanya kama wanaita kama craving, sijui kwa Kiswahili, mnaweza mkanisaidia, lakini anaenda kuchora, labda ni anachora chochote anachokwenda kuchora, sanaa fulani. Kwa anatumia ule mfupa, anachora na udekoreti, unakuwa mzuri sana. Ukiukuta hapa mwenyewe unautamani, wao. Kumbe wewe ulikuwa unasema like hakina maana, ila sehemu, yani kila kitu cha mnyama pori kina kazi. Hakuna kitu ambacho hakina kazi. Safi. Mwili wa mnyama pori. Na wao wanatoa wapi sasa kama? Yaani nyie mnapataje hizo nyara? Ina maana mnachukua au mnasubiri wafe au mnaletewa? Ningependa kufahamu kwa sababu hata na nyie nadhani mnachukua nyara. Sasa sisi ndio kama tunasema, niseme ni custodian au niseme mamlaka. Sisi ndio tumepewa ile mamlaka ya kuwasimamia na kuwa manage au yani kuhakikisha kwamba
wanatumika ipasavyo. Yes. Kwanza kuna kitu kinaitwa sustainable utilization. Yes, yes, yes. Matumizi Endelevu. Kwamba tumerithishwa, ninapaswa tuwarithishe wajao na wengine. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri wa kufanya ili kwamba nitumie mimi niliyepo sasa hivi na kizazi cha kesho kiweze kutumia vile vile, kiweze kufurahia kilichokuwepo. Kwa hiyo sisi moja ya njia ambayo tunatumia kwenye kupata hizi nyara ni pamoja na hivyo, kuna wanyama wakali na waharibifu. Ndio. Wote tunajua kwamba kuna migongano hiyo ya wanyamapori na wananchi. Mwananchi, binadamu ana haki ya kuishi. Sawa sawa. Kwa hiyo endapo tumeona kwa utaalamu wetu wote tulionao tumeshindwa kumdhibiti, not kumdhibiti, tumeshindwa kumuondoa yule mnyama akiwa salama kutoka kwa wananchi, na tukaona kwamba kweli atasababisha madhara, basi tunamdhibiti yule mnyama pori na katika kumdhibiti tuna uwezo wa kupata ile nyara tukawa nayo tukauza dukani. Mfano mzuri ni huyu simba hapa, ili fuvu la simba. Ndio. Huyu simba alikuwa ni moja ya mnyama mharibifu nyanda za juu kusini, Iringa kule. Tishio. Yes. Kwa hiyo inaonyesha alisha attempt kuua watu wengi na mifugo. Kwa hiyo njia rahisi na wanakuwa habituated. Yaani wanaona ndo kama alishawahi kula binadamu, anaona ni kitu kirahisi kukipata. Kwa hiyo akishakuwa na tabia anakuwa ni hatari. Kwa hiyo lazima tumdhibiti. Na katika kumdhibiti ndio hapo sasa tunapata nyara zetu kama hiyo. Utapata ngozi, utapata kucha na vitu vingine. Tutaviona baadaye, tuendelee. Tutaviona kila kimoja. Yes. Kwa hiyo ya kwanza nimesema wanyama wakali na waharibifu. Lakini ya pili pia ni vifo vya asili, kwa sababu pia kuna uzee. Au magonjwa. Yes, au magonjwa hatu entertain sana, hatu nani, kwa sababu kuna yale magonjwa ambayo yanaambukizwa kutoka kwa wanyama pori kuja kwa binadamu. Kwa hiyo hayo hatuyazungumzii, yani hatuchukui nyara kama zile, maana zitakuwa pia ni athari hata kwangu mimi ninayeuza, hata kwa ninayemuuzia italeta madhara. Kwa hiyo ile inateketezwa. Zinateketezwa. Kwa hiyo sana sana ni vifo vya asili ambavyo ndio hivyo, labda ni uzee au walipigana au imetokea tu amepata injury fulani ambapo unaona kabisa atateseka. Na unajua wanyama porini ni nguvu yako, yani ni mapambano. Ndio. Yes, kwa hiyo kama akiwa na udhaifu wote ule ni ngumu kusurvive. Yes. Kwa hiyo tunapata nyara kwa kupitia huko, lakini pia kuna uwindaji wa kitalii. Yes. Huu uwindaji wa kitalii pia kuna nyara nyingi ambazo wageni wanakuja wanawinda. Ila kuna nyara anasema mimi basi katika nyara 10 nilizowinda mimi nitatengenezewa au nitatumia nyara 3. Hizo ndo mnitengenezee, mnisafirishie. Kwa hiyo hizo nyara zingine mimi sitozihitaji. Yes. Kwa hiyo zikibaki zile basi ndo baada ya kujiridhisha utaratibu mzima wanazisarenda. Wanasema Kiswahili chake wanazikabidhi kwa mamlaka. Yes, kwa sababu sio mali yao kampuni, ila ni mali ya wakizisarenda zile basi tunapata hizo nyara zingine. Sawa. Umejifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo nyara ya serikali kwa namna ulivyojifunza na tulivyojifunza pamoja na jamii yetu ambao mnatufuatilia, nyara ya serikali, usikute mnyama amefia karibu na mazingira yako basi ukasema huyu sasa ni kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Bado ni nyara ya serikali. Unachotakiwa kufanya ni kutoa au kupiga ripoti katika mamlaka husika, na bahati nzuri ninyi TAWA ni mko katika kanda 7 nchini Tanzania. Mko kaskazini, kusini, magharibi, mashariki au vipi, kanda ya kati, lakini nyanda za juu kusini, lakini kuna kanda maalum Dar es Salaam. Kwa hiyo ofisi zao zimetapakaa nchini kote kama walivyosema. TAWA ukitoa TANAPA, zile hifadhi za TANAPA ambazo nafikiri zinapata 21, ukatoa na Ngorongoro. Kwa hiyo maeneo yote mengine yanayobaki yanahudumiwa au yanasimamiwa na TAWA. Umeona
na maeneo mengi sana. Hapa tunamaanisha zile game control areas, maeneo tengefu, lakini kuna game reserves kwa maana mapori ya akiba, kuna WMAs kwa maana ya wildlife management areas. Umeona viko vitu vingi sana, na ofisi zao ziko kila mahali. Kwa hiyo usije ukasema huyu kafia hapa mimi na akinaya, hapana. Unaweza ukajikuta unaingia matatani. Lakini tunataka kwenda break. Tutakaporudi Jehovanes Sarakiki utatuambia ni taratibu gani ambazo mwananchi wa kawaida anatakiwa kuzifuata ili aweze kumiliki nyara. Tuko pamoja, tutapata maelezo mazuri kabisa kutoka kwa mtaalamu na wataalamu wetu kutoka TAWA, na leo tumewasurprise, tumewaletea wataalamu wa hifadhi Jehovanes Sarakiki pamoja na Rahel Nkuni kutoka TAWA, na hii ni the Premium Serengeti Podcast, Serengeti Shall Never Die, chini ya usimamizi na sponsorship ya PICC, Papu International Conference Center, where Africa meets the world. Don't go nowhere, we'll be back. Okay, once again, it's another beautiful session. Now we come into the second half of our session this morning, the Serengeti Premium Podcast. As today tuko na wageni wetu wazuri kabisa, maofisa kutoka TAWA, Tanzania Wildlife Management Authority. Tumerithishwa tuwarithishe, au vibana na tunayo furaha kubwa sana leo kwamba session yetu ya the Premium Serengeti Podcast inaendeshwa kiujirani mwema. Ujirani mwema hapa namaanisha ukinicheki nilivyovaa, au vibana wana kitengo ambacho kinaitwa kitengo cha ujirani mwema na matumizi endelevu ya hizi rasilimali zetu za uhifadhi. Kwa hiyo tunapozungumzia ujirani mwema tunamaanisha jamii zote zinazozunguka maeneo ya uhifadhi ambayo yanasimamiwa na TAWA. Hapa tunamaanisha sisi wa Masai, sisi wa Kuria, Wasukuma, tuna watu wanaitwa Wadatoga, tuna watu wanaitwa Wahadzabe na makabila mengine mengi. Tuna makabila mengi Tanzania. Kwa hiyo lazima wakaona kwamba pamoja na majukumu yao ya uhifadhi, kusimamia vitendo ambavyo havifai, wakafikiri kwamba ni vizuri sana turudi kwa jamii, kwa sababu jamii zetu zilihifadhi hawa wanyamapori, zilihifadhi uasili, si ndio? Walifanya conservation. Kwa hiyo wakaona kwamba ni muhimu sana, hatuwezi kuacha kushirikisha jamii traditionally kabisa. Ndio maana nasema kwamba leo program yetu hii ya the Premium Serengeti Podcast, Serengeti Shall Never Die, lazima tujadili mambo ya ujirani mwema, si ndio? Nawashukuru sana. Basi moja kwa moja turudi kwako Jehovanes Sarakiki, mhifadhi wa TAWA. Tuliondoka na swali kwamba ni taratibu zipi ambazo Watanzania jamii, kama nilivyosema, kijamii wanaweza wakazifuata ili kuweza kupossess, ili kuweza kumiliki hizi kitu ambazo nimesema ni nyara za serikali. Kwako Jehovanes Sarakiki, karibu. Asante sana Mr. Chacha. Ndio. Taratibu ambazo Mtanzania ndio anaweza akazifuata ni kwanza, hizi nyara zinatolewa sana kwenye makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo linajihusisha na swala la elimu, ndio, burudani, utamaduni, nimalizie kabisa na mapambo. Na mapambo. Turudie tena. Elimu, burudani, utamaduni na mapambo. Yes. Kwa hiyo kuna hilo tunaliweka kwa pamoja likiwa kama ni kundi moja, maana utaratibu wao unafanana. Sasa ninavyosema elimu, burudani na utamaduni, tuna imani kabisa kwamba watu wanaojihusisha na hivyo vitu vitatu, tulitaja vinne lakini naanza na vitatu. Ndio. Wale watu wamesajiliwa. Kwa mfano ni shule inahitaji kutumia hizi nyara kwa ajili ya kufundishia. Tuzungumzie kama vyuo vya tour guide wanahitaji hivi vitu kwa ajili ya identification sijui na nini. Lazima kile chuo kimesajiliwa. Ndio. Kwa hiyo kama kimesajiliwa, anakuja tu dukani na ule usajili wake. Lazima kwenye lile eneo ambalo kile chuo kipo,
ina maana kwamba kutakuwa kuna uongozi wa kijiji au wa kata au wa eneo hilo wanalofanyia shughuli zao. Kwa hiyo ule uongozi wa kijiji ataenda, yani yule msimamizi ambaye atakuja dukani anaenda kwenye kijiji au kata kwenda kuomba barua ya utambulisho tu kwamba bwana, tunatambua hichi chuo na tuna kweli kinafanya hii shughuli. Lakini pia kama ni utamaduni utamaduni pamoja na nini au utamaduni, ina maana kwamba kama ni waganga wa kienyeji, wazee wa mila, watu wanahitaji hivyo vitu kwa ajili ya ngoma, kwa ajili ya mambo ya mila na desturi zetu, dawa. Yes, exactly. Malaigwana. Hata Morani kama na wenyewe wanachakwa wanachokitumia, basi unakuta wenyewe wana chama chao na wamesajiliwa, chama cha sanaa, kama ni kundi cha ngoma, kama ni kuna baraza la tiba asili, wamesajiliwa kule. Kama basi ni viongozi wa mila, ina maana kwamba kuna yani labda ni mkurugenzi wa hilo eneo kama wilaya au nini, wanatambulika, tutapewa barua, yani ataandikiwa barua kwamba bwana, sisi tunamtambua ni kiongozi fulani, au basi ni kikundi cha ngoma, atapewa ile hati ya usajili. Ndio. Atakuja nayo dukani kwetu na ile barua ya mtendaji wa kijiji na NIDA namba nini kinaitwa kitambulisho cha uraia. Yes, cha msimamizi labda wa kile kikundi wa huyo mmoja ambao wameamua kwamba yeye asimamie. Watakuja navyo na tutampa leseni ya biashara ya nyara. Maana wengi wanatumia hivi vitu kwa ajili ya biashara zao, kama ni mganga wa kienyeji anafanya shughuli zake hizo. Waganga wa tiba asili. Exactly, tiba asili. Yes. Na kama ni mtu kikundi cha ngoma na wenyewe wanafanya matamasha mbalimbali hivyo, kwa hiyo wanakuja wanakata leseni sasa ya biashara ya nyara. Ukisha kuwa na ile leseni, ndio unakuja nayo dukani, unachagua nyara yoyote unayoihitaji kwa dhumuni hilo ulilonalo wewe. Kwa hiyo akishapata ile nyara, ndo pale atanunua nyara kwa bei ambayo ataikuta dukani. Na pia atalipia sasa ile hati ya kumiliki nyara. Kuna hati ya kumiliki nyara. Kwa bahati nzuri labda kipindi kijacho tutakuja nayo. Nyinyi mtakuja mara kwa mara. Nafikiri kwa wiki mara 2, kila wiki sio mbaya. Kwa hiyo ile hati ya kumiliki nyara atapewa na nyara yake, basi atakuwa huru kutumia nyara yake anavyohitaji. Uhifadhi, wakati unaendelea, nimepata kidogo swali ambao naamini watu wengi ambao wanatuangalia sasa hivi wanajiuliza sana kwamba Chacha, kwa nini asiulize hili swali, kama vile wamefunga ile mnaita unajua vitendo ambavyo vinaweza vikapelekea watu au tabia zinaweza kupelekea watu kufanya vitendo vya uvunjifu wa sheria za uhifadhi na hizi nyara, kupata nyara, inawezekana pia ni kutokana na complications. Kuna urasimu mwingi. Kwa hiyo mtu anaamua kutumia shortcut. Mnyama kapita karibu na yeye chap. Lakini pia tuzungumzie bei. Utalii wa uwindaji tunajua ni gharama kubwa sana, hasa kwa watalii wanaotoka nchi za nje. Je, mmezingatia haya mambo? Bei na urasimu kidogo upungue kwa Watanzania ambao ndio wamekaa na wamerithi hizi nyara kwa miaka nenda rudi. Bei na utaratibu, hauna urasimu? Kwa kweli ninachoweza kusema ni kwamba kwa sisi wa Tanzania hamna tena swala la urasimu, tena halipo. Na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania imeweza kuboresha huduma zake sana. Na sasa tunafikiri kibiashara. Sio kama zamani ilikuwa ni uhifadhi, hapana. Tuko kibiashara zaidi. Kwa hiyo ina maana kwamba hata ule mlolongo mrefu umepunguzwa na tunaendelea zaidi kuboresha huduma zetu. Kwa hiyo ina maana kwenye swala la bei sio ghali, sio gharama. Ni bei ambayo Mtanzania anaweza akamiliki. Mtu ambaye yuko kijijini kwenye periphery, pembezoni mwa maeneo yao tunafahamu hali zao, wanaweza kumiliki. Wanaweza wakamiliki kabisa, kwa sababu kwa mfano mkia kama huo ni 35,400. Hii bana inaitwa Lenywa Oingat. Lenywa Oingat kwa lugha ya kitamaduni au kwa lugha ya Kimasai. Yaani mkia Lenywa Oingat ni nyumbu. Kwa hiyo 1000 ngapi umesema? 35,400. Mtu yote anaweza kupata hiyo, haina shida kabisa. Kwa hiyo tunaona kwamba
tumejaribu kuhakikisha kwamba hii nyara inaweza ikamilikiwa na Mtanzania wa hali yeyote. Ndio. Yes. Safi. Lakini pia kuna kundi la mwisho. Katika lile kundi la kwanza kuna wale watu wanaohitaji hizi nyara kwa ajili ya mapambo. Ndio. Kwa nini pale mwanzo nimekuwa nikisisitiza kwamba lazima aje tumpe leseni, alafu akishapata leseni ndo aje anunue dukani? Ina utaratibu uliopo na kanuni iliyopo, inampasa mtu kuwa na leseni ndio haje dukani kununua. Sasa kwa sababu hiyo, kuna mtu anakuja tu, bwana, mimi sio mganga, mimi sihitaji elimu, sihitaji utamaduni, nahitaji kwa ajili ya kupamba nyumbani kwangu, mapambo. Yes. Kwa hiyo na wenyewe wana utaratibu wao mzuri, yani ukifika tu dukani kila kitu kinawekwa vizuri na unamiliki nyara yako bila shida yoyote. Usiseme mimi sijihusishi na elimu, mimi sina leseni, mimi hapana. Kwa kweli nyara zipo. Wewe kama unahitaji kwa ajili ya mapambo, wewe njoo tu, eleza lengo lako ni lipi, na tutakusaidia vizuri kuhakikisha kwamba unamiliki nyara yako kihalali. Giovannis, mimi akili yangu imefunguka kwa kiasi kikubwa, na nadhani hata anayetutazama leo hii atakuwa ameelewa namna gani anaweza akafuata utaratibu kihalali na akaweza kumiliki. Ningependa kufahamu japo kwa uchache, inakuwaje kwa yule mtu ambaye anataka afanye biashara, aweze kuuza labda kwa watu wa ndani, vile vile kusafirisha. Je, inawezekana? Au kama inawezekana, ni taratibu gani anaweza kuzifanya ili aweze kufanya biashara? Okay, asante sana Mr. Benny. Nilikuwa ninatamani kidogo niweze kumzungumzia kama historia kidogo ya biashara ya nyara. Ambapo hii biashara ilianza toka karne ya 19. Ambapo ulikuwa unafanyika ni uwindaji wa kikoloni, lakini baadaye ilienda kukua na kuwa sekta kubwa ambayo ilikuwa inaingizia serikali billion of money. Yes. Na sizungumzii serikali ya Tanzania, inazungumzia like worldwide. Lakini ikaendelea sasa, ikafika stage ambayo karibia miaka ya 1887 huko, wakawa wanawinda tu wale matajiri. Matajiri ambao walikuwa wanaongozwa na rais wa 26 wa Marekani, Roosevelt. Yes. Theodore Roosevelt. Na ndio tuna mnyama huku kwenye tawa anaitwa Sebo, si nani? Ron au Sebo Roosevelt, something like that. Yes, alikuwa ni muhifadhi. Sawa. Sasa kwa hiyo yeye na wenzie wale matajiri wale ambao walikuwa wanafanya kwa ajili ya burudani, wakaanza kutengeneza clubs mbalimbali, zikaenda ambazo zilikuwa zinazipa nyara thamani. Like nimekuja nimemuinda nyati, pembe yake ina ukubwa fulani, labda ina sentimita 90, wanaweka record. Nimeenda bwana, ni this year au nchi fulani, nimeenda nimepata nyara ina sentimita 120. Yes, au inches hivyo. Kwa hiyo wakawa wanaweka zile records. Kwa hiyo ikafanya ile biashara ya nyara kuzidi kuwa kubwa. Yes. Kwa hiyo ikafikia mahali mpaka wakaona sasa yani imekuwa kubwa kiasi kwamba sasa tunahitaji control. Yes, tunahitaji control sasa, maana inaanza kumaliza wanyama sasa. Kwa hiyo mwaka 74 wakasaini mkataba mmoja ule wa kimataifa wa kulinda mambo ya sites. Wanyama, wanyama ambao wako hatarini kupotea na hivyo. Kwa hiyo walivyotengeneza ile pale, ikawafanya nchi nyingi zikawa zime withdraw kutoka kwenye hiyo biashara, kama wenzetu Kenya na wengine. Lakini Tanzania yenyewe ikaona tunaweza tukatengeneza taratibu zetu kama kanuni, sheria hizo ambazo zitatusaidia kuwepo na ule sustainability. Kwa hiyo sasa kwa kwenda hivyo, ina maana kwamba kuna nchi baadhi ilibaki na kuruhusu, kuna nchi zingine ambazo yes. Lakini kwetu sisi Tanzania sasa tukaendelea na nyara zetu, lakini tukiwa na control, tukiwa na kanuni na sheria na kuzisimamia. Kwa hiyo sasa, kwa mfano, kama kuna mtu ambaye labda anahitaji kufanya biashara ya nyara, kwa kwetu sisi Tanzania, ina maana kwamba kuna utaratibu pia
Pale mwanzo nilisema kuna makundi mawili. Kundi la kwanza nikataja ndio elimu, burudani na utamaduni. Kundi la pili ni hao watu ambao wanahitaji kufanya biashara. Kwa mfano mtu ana curio shop yake. Anataka aongeze sehemu ya biashara ya nyara. Kuna utaratibu wa kufuata ambapo inatakiwa awe ile biashara ameisajili BRELA. Yes, lazima mambo ya TRA iwepo kama au ni mlipaji kodi mzuri. Lakini pia awe na TIN number. Na lile nini mambo ya ongezeko la thamani. Yes. Lakini pia kuna swala la andiko la mradi, lazima awe ana andiko la mradi kuelezea biashara yake ataifanyaje. Pamoja hilo andiko la mradi pia litakuwa linaonyesha nini wanasema mtaji. Mtaji kiasi gani. Basi. Kwa hiyo ukisha kuwa na hivyo vitu ina maana kwamba wewe una uwezo sasa wa kusubmit hizo, kuna fomu utajaza. Tutakupa control number, utalipa. Uvuchi hapo unalipia leseni sasa. Tutakupa leseni ya biashara ya nyara. Kwa daraja unalotaka. Maana madaraja yapo mengi ya biashara ya nyara. Kwa hiyo tukikupa ile leseni unakuja sasa dukani kununua vile unavyopenda. Kutokana na kitu unachotaka kukifanya. Kumbe Chacha, inawezekana kama ukifuata utaratibu. Jana ulikuwa unaniuliza Chacha bwana, sasa mbona kama vile hii biashara ni wazungu tu wanapendelewa. Kwa hiyo umepata elimu ya kutosha kabisa na kufuata swali lako. Mtazamaji pamoja na wewe tufuatilia katika the Premium Serengeti Podcast amepata uelewa mpana sana. Ndio maana tunaambia kwamba leo tunawaletea surprise na mmeona wenyewe tumekuja na tumewaletea wataalam ambao wanawaelezea vitu kwa undani. So kila mtu pamoja na Watanzania unaruhusiwa kufanya biashara ya nyara, lakini kwa kufuata kanuni na taratibu. Sasa sio ukasema kwamba kuna urasimu sio nini, hapana. Hivi vitu haviwezi kufanywa tu, vinginevyo tunaweza tukajikuta kwamba overnight tumemaliza kila kitu, hamna kilichobaki na hatuna tunachokwenda kuwarithisha vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo fuata kanuni vizuri, fuata taratibu vizuri. Umemfuatilia vizuri sana mhifadhi Sarakiki ya Jehovanes pamoja na Raheli Nkui kwa namna walivyotuelezea vizuri kabisa wageni wetu. No doubt mmejifunza mambo mengi. Wataendelea kuja tena na tena kwa sababu najua tutapata simu bwana, waleteni tena, kuna vitu ambavyo na tutapewa maswali ya kuja kuwauliza pia kutoka kwa viewers. Kuna kitu kimoja, kusafirisha. Kusafirisha. Nyara zinasafirishwa kabisa. Vibali vipo vinatolewa, kwa hiyo hakuna shida yoyote. Ukifika dukani, ukifika kwenye ofisi zetu, kila kitu kipo na wala haichukui muda. Swala la urasimu hakuna. Umepata mfano una duka. Umepata mteja labda tuseme sijui ni saa 7, sijui saa 10 anaondoka. Unahudumiwa bila shida yoyote. Sawa. Yes. Na Chacha, kwa kuongezea kidogo cha mwisho, ni nyara gani ni adimu sana kuipata? Yaani hata kwenu mnaona hii nyara ipo na pengine watu wanaitaka lakini ni ngumu sana kupatikana. Nyara zote zinapatikana, lakini kuna nyara hizi za our carnivores au wanaokula nyama hawa. Ina maana kwamba hata tunajua kwenye uhifadhi Chacha, unaelewa kabisa kwamba simba ni wachache ukikompea na carnivores. Labda niweke kidogo hapa, kuna huntable species na non-huntable, unhuntable species. Kuna wale ambao ni endangered au critical endangered species. Huwezi kwenda kupewa quota au kibali cha kuinda faru. Na hapana, huwezi kupewa kibali cha kuinda tembo. Na hao ambao wamesema kwamba wamebaki wachache, very rare. Kwa hiyo hata wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu wasio wakasema kwamba kama ni hivi basi ngoja kesho nikaombe kibali cha kuinda faru. Kwanza faru na tembo dukani hatuna kabisa, hatuuzi. Kwa tembo labda kinyesi tu ile, kwa sababu pia kinatumika kama dawa. Kuna ambao wanaamini kwamba ni dawa. Kwa hiyo hicho tu ndio kinachopatikana, lakini nyara za hao wanyama hakuna. Safi bana, tunakuja kwenye ngwe au tunakuja kwenye segment ambayo naamini wengi wenu mnasubiri kwa hamu sana kuweza kuiona, na hii ni the Premium Serengeti Podcast, Serengeti shall never die. Bana, tunataka kuwaonyesha watazamaji wetu na community wetu kwamba hiki ni nini, kwa sababu wao wanaona vitu hapa, kuna mambo ya physiology, anatomy na vitu kama hivyo, lakini kwa haraka hapa tulisema kimila kabisa hizi zinatumika, iwe Wakuria, Wasukuma, Wagogo, Wamasai. Hii ni alama ya kuonyesha uchifu
au wale elders ambao katika traditions zetu katika makabila yetu na Kimasai hii wanaita lenywa oingat, yani mkia wa nyumbu. Sisi wakule tunasema ebiwasi au ikiwasi. Kwa hiyo bagaka bikimira ikiwasi ngiokeno. Wamenielewa vizuri wakule wenzangu. Lakini hii ni yai la mbuni, lakini hii sio yai kwa maana kwamba wameshatoa ile uteute wa ndani na vitu kama hivyo, limekaushwa vizuri, limehifadhiwa vizuri. Hii kwa Kimasai wanasema ormosor esidai. Ormosor ni yai, lakini esidai ni mbuni bwana, umeona mtaalam Jovanes, tuangalie kwa pamoja mambo yanavyokwenda. Aha. Kwa hiyo hapa nyara hizi ukiziona hivi ni kama vile hazieleweki. Yeah, lakini zinaeleweka. Kwa wataalam, tuna mtaalamu wa nyara wa kutengeneza hizi nyara ambao wanaitwa taxidermy. Taxidermy. Yes, taxidermist. Hao ndio wanakuja sasa. Kwa mfano umekuja dukani, tutakuuzia fuvu liko kama namna hii, maana hili ni fuvu la impala, swala pala. Kwa hiyo kwa mfano hili unaweza ukatengeneza tunaita shield, ukaweka kibao akatengenezwa vizuri, akasafishwa, akang'aa vizuri kabisa. Ndo kazi ya watu wanaitwa taxidermist. Alafu kile kibao hii inapachikwa pale, unaning'iniza ukutani kwako kama hivyo. Umeona bwana inakaa bwana, nafikiri mtatupatia zawadi hiyo kabisa. Ibaki hapa kwenye yanazungumzika. Yes. Kwa hiyo inakaa namna hiyo, kwa hiyo inapendeza, inakuwa nzuri. Au ukanunua na ngozi either ni nzima au ni nusu. Kuna namna wanavalisha, wanamweka sasa macho vizuri. Kwa hiyo ukiangalia ni kama mnyama, lakini ndio hivyo, ni taswira ya huyu mnyama. Kwa hiyo ukaweka ngozi either ikawa ni nusu au ikawa full. Kwa hiyo na yenyewe ikiwa nusu pia na yenyewe inawekwa, inakaa ukutani na inapendeza nzuri sana. Tena nimeona ukumbi pale, nafikiri itakuwa ni auditorium pale. Yes. Tayari tushapata ubunifu hapo. Lakini pia kuna ngozi kama hizi, ngozi itakuwa inafanana hivi. Ngozi kama hizi una uwezo wa kutengeneza carpet. Kama chini hapo either ni sebleni au wapi, unaweza ukatengeneza carpet lako nzuri, ukachanganya ngozi za wanyama mbalimbali, either ukachukua huyu ukaongeza na chui kidogo na mnyama mwingine kidogo, linakuwa ni kitu kizuri sana. Yes. Prestigious. Yes. Hili hapa ni fuvu la simba kama tunavyoliona. Unaona bwana Yes. Na hili lenyewe unaweza ukatengenezea kibao, ukaweka ukutani au ukaweka mezani. Lakini pia unaweza ukafika dukani, ukipata ngozi ya simba, unamtengeneza simba kamili. Yani anaonekana amekaushwa. Full mount. Ni kama shingapi? Ili hapa ni kama 2,600,000. 2,600,000. Simba na sio gharama. Mimi nilidhani milioni 10 na. Hapana. Hii ndio bei ya wazawa sasa. Ukiwa ungekuwa mgeni hapo ndio ingefika kiwango hicho, 2,600,000. Yes. Na ili hapa ni fuvu la chui ambapo tunaiona ngozi yake hapa. Ndio. Kwa hiyo na hii unaweza ukaamua kutengeneza unachopenda. Na hii bei ngapi? Na hii hapa ni 1,239,000. 1,239,000. Ngozi ya chui ndo kama hii. Kwa hiyo hii pia unaweza ukatengeneza ikaning'inia ukutani vizuri, au ukatengeneza carpet. Ni pambo. Yes, ni kama pambo, lakini pia unaweza pia na yenyewe ukatengeneza mwili sasa wa huyu chui na akapendeza sana. Hii ni bei yake? Bei ya hii ni bei moja na hii hapa. Inategemea na daraja la nyara. Daraja la mnyama. Yes, Lakini hapa hivi tuna kucha za simba, lakini pia tuna kucha moja hapa ya chui na tuna meno ya simba. Ndio. Unaweza ukajiuliza hivi vitu vinatumika kwa ajili gani? Ndio. Lakini vinatumika kwa ajili ya kutengeneza, wanaita pendant, vidani. Yes. Kwa hiyo kama huu kucha kama unavyouona hivi, kuna namna wengine mpaka wanaenda wanaweka wana coat na gold. Wakishamaliza wanaweka ile chain, anavaa pendant yake nzuri pendant sana. Yes. Kidani. Yes, kidani. Na meno the same.
Okay. Kuna namna wataalamu wanaenda na tunawajua na wapo, tunakuunganisha nao tu, wanaenda wanakutengenezea unachokitaka. Kwa hiyo vyote na ngozi na kucha ya chui ina mambo yanayofanyika ndo yanayofanana na hivi. Sio haya. gharama Tanzania anaweza $118,000 vyote moja. Okay. Tumeshazungumza hapo mwanzo kwamba mambo ya simba na chui ni kidogo viko juu kidogo, lakini ni bei ambayo ni rafiki. Na hii hapa ni jino la kiboko. Ni jino la kiboko. Na hili pia wanatumia kutengenezea mapambo mbalimbali kama ni bangili au nini, vitu kama hivyo inatumika hii hapa. Lakini hapa tunaona kwamba tuna jino la anaitwa kasongo. Kasongo. Kasongo mkorofi huyo. Mjanja. Kwa hiyo unavyoona hapa hivi tayari ilishatengenezwa opener. Kwa hiyo pia unaweza ukachukua ukatengeneza kitu kama hicho. Kwa hiyo kuna namna nyingi unaweza kudesign. Na namna nyingi unaweza kudesign. Sitakuwa nzito hiyo. Mbona watu wanavaa cheni zile za makufuli. Sawa. Alafu pia kuna mnyama mwingine hapa anaitwa swala grant. Kwa Kiswahili Grand Gazelle. Yes. Kwa hiyo na wenyewe hao wote wanatengenezwa hizo nini? Unaweza kutengeneza shield ikapendeza ukutani namna hiyo. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi vitu vingi, na hapa tumejaribu kubeba tu ambavyo ni vichache ambavyo vinabebeka, ila dukani hizi ni ngozi tu za sample. Sema sample au tunasema sampuli. Yes. Kwa ajili ya kuja kuonyesha ngozi nyingi za wanyama mbalimbali. Nimesema tu tembo na faru ndio hutopata dukani, lakini vitu vingine vyote vinapatikana dukani. Mafuvu ya nyati, mafuvu ya greta kudu, lesa kudu, hawa wanaitwaje, pofu, nyumbu, yani kila kitu, nyara zote zinapatikana. Miiba ya nungunungu inapatikana dukani. Ndio. Yes, kwa hiyo hivi ni vichache tu nimesema kama mfano. Na imani watazamaji wamefurahi. Hii ilikuwa the most exclusive program kati ya the Premium Serengeti Podcast kwa kushirikiana na TAWA, Tanzania Wildlife Management Authority, kanda ya kaskazini. Ziko kanda kama 7 hivi. Kwa hiyo kanda ya kaskazini, kongole sana, mmefunika, mmefanya mambo makubwa sana, tunawapenda sana. Na hapo basi ndipo ambapo tunaweza kujinufaisha kwa elimu mbalimbali practically kabisa. Hii sijawahi kuona mnakwenda na hivi vitu mahala popote. Yani sisi tumepata shavu, tumepata upendeleo wa hali ya juu kabisa. Kwa haraka kama laiguana ni sometimes wananiita Keriko Lerionka Ole Merubo. Hii bwana kwa Kimasai huyu mnyama ambaye anakuwa na hii anaitwa Rumakau yani kiboko. Lakini pia huyu hapa anaitwa Rogwarukeri. Chui kerikeri nafikiri yale madoa. Lakini hapa Orungatunyi. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi sana, tunawashukuru sana kwa ujio wenu, na naamini mtakuja mara kwa mara kwa ajili ya kuja kuwanufaisha kwa elimu kabisa watazamaji wetu wa the Premium Serengeti Podcast, ambayo ni platform maalum kabisa kwa ajili ya masuala ya uhifadhi na masuala ya utalii na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na vitu kama hivyo. Kwa niaba ya crew nzima ya the Serengeti Podcast, Serengeti Shall Never Die, kwa kushirikiana chini ya udhamini mkubwa kabisa, official sponsors hawa ni PICC, Papu International Conference Center, where Africa meets the world. Lakini pia kwa niaba ya Beni Sanga ambaye ni mwendeshaji mwenzangu, co-host, na pia kwa niaba na shukrani za kipekee kabisa ziende kwa TAWA Kaskazini, na hapa namzungumzia muhifadhi Jehovanes Sarakika akiwa na mwenzake muhifadhi Rahel Nkuni kutoka TAWA Kaskazini. Tuseme kwamba hapa ndio mwisho, tunazima mitambo. Adios amigos, asanteni sana.